Pia niweze kukaribisha katika somo lingine ambalo litakuwa linaongelea habari ya kulinda afya ya akili. Namna gani tunaweza tukalinda afya yetu ya akili, au tukalinda fikra zetu, tukalinda hisia, lakini pia tabia. Maana nazidi kuongelea kwamba ni vizuri kujikita kuzuia kucontrol habari ya hisia na fikra. Hisia na fikra. Kumbuka tumesema haya mambo matatu, hisia, fikra na tabia, ndiyo ambavyo aidha unaweza kukujengea afya nzuri ya akili, au kapata afya mbovu, au kapata changamoto ya afya ya akili, ukakuta umeathirika kabisa akili kaathirika, ubongo umeathirika, na baadaye unapata mtu anakuwa kichaa na ukota makopo, anaongea peke yake. Lakini pia hata msongo tu wa mawazo, mtu anakuwa na mawazo yaliyokisiri, hawezi akafanya kitu chochote, hawezi akala, kwa sababu amepitia changamoto ya afya ya akili. Lakini tunavyoongelea namna ya kujilinda dhidi ya kulinda hivi vitu viwili, hasa hapa siongelee sana. Kwa nini hapa siongelee sana habari ya tabia? Kwa sababu tabia nimesema ni output, ni matokeo ya hisia na fikra. Naam, narudia. Tabia ni matokeo ya hisia na fikra. Tunavyokuwa tunafikiri, tunavyokuwa tunahisi katika miili yetu, tunavyokuwa tunafanya emotion, ni emotion na ni namna gani pia mental, ubongo unakuwa unafikiri nini, ni taarifa gani ambazo zinakuwa zipo katika ubongo wetu. Lakini tukumbuke hivi vitu pia, hisia na fikra hutegemea mazingira. Ninavyoongelea mazingira, naongelea mazingira yanayomzunguka huyo mtu, ndiyo yatampelekea kwamba aweze kufikiri nini, lakini pia aweze kuwa na mawazo gani, aweze kuwa na mawazo gani, au ubongo wake unakuwa imara kiasi gani. Ni kwa sababu ya mazingira yanayomzunguka. Na kumbuka, tufanye zoezi moja. Mfano, maybe assume kwamba ubongo ukao umezuiwa, yani haupati taarifa yoyote kutoka nje ya mwili. Yani haupati ziba masikio, fumba macho, mdomo hivyo ziba mdomo, lakini kila vile viungo ambavyo vinapeleka taarifa kwenye ubongo vyote, masikio pia zuia. Kini kinachokuja kichwani mwako, tunajua kwamba ubongo maana yake utakuwa haujapata chochote, yani hautafikiria chochote ambacho kinaendelea, ambacho kiko nje ya mazingira, nje ya mwili. Lakini unavyokuwa unaviruhusu hivi macho, masikio, lakini pia unaruhusu pua, ulimi, na kuendelea ile milango, naongelea kwenye milango ya fahamu. Hii milango ya fahamu ndio inayoongelea, maana yake hii ndio inakusanya taarifa na kupeleka kwenye nini, kwenye ubongo. Hivyo milango ya fahamu ndiyo mlango wa ubongo, ndio maana inaitwa milango. Why inaitwa milango? Kwa sababu ndio inapenyeza taarifa kutoka nje ya mazingira na kupeleka kwenye nini, kwenye ubongo. Kinini ambacho nakusi ni kufanya milango ya fahamu kuwa chujio. Narudia, ili kulinda afya yako ya akili, au kutunza afya yako ya akili, linda milango yako ya fahamu, itunze. Lakini ifanye iwe chujio. Kwa nini iwe chujio? Kwa sababu mazingira, wengine walisema macho hayana pazia. Hivyo hata masikio hayana pazia. Wewe kwenye gari, wameweka tu nyimbo ya ajabu, hata uzisipendi, lakini utatamani usisikie, lakini utakuta unasikia. Lakini saa ndogo utaona kama mtu ameshindwa kuzuia afya ya akili, maybe wimbo mzuri ukapigwa ambao ukakuta baadaye mtu amevutiwa, ila naona kabisa ni wimbo wa kijingu, naimba matusi kabisa, lakini unaweza kukuta baadaye mtu anatikisa kichwa, baadaye anaanza kurusha, baadaye anaanza kukata kiuno, anacheza kabisa. Maana yake huyu ameshindwa kuzuia emotion yake, ameshindwa kuzuia. Lakini itakuchague
Unajua akili kadri unavyokuwa unakomaa kukisikiliza hicho kitu kwa kutumia nguvu kubwa sana, ndivyo hicho kitu kinakaa moyoni. Lakini unaweza ukafanya kitu ukapuuzia, kitu kinasikika lakini ukapuuzia, wewe unajifanya ukawa busy na kitu kingine. Lakini unaona kitu fulani, mtu amepita yuko nusu uchi, au unaona video fulani naonyeshwa, upo kwenye gari unasafiri, kuna videos zinaonyeshwa pale ambazo zinashawishi matamanio na zinakufanya kabisa kubadilisha akili yako, afya yako ya akili. Cha kufanya, zingatia, sio lazima unaweza ukatazama. Unaweza kaangalia hata pembeni. Lakini unaweza ukawa upo na simu yako. Naam, siku hizi utakuta na earphone, japo sio nzuri sana kwa ajili ya afya ya masikio. Ukawa na gospel na